ufufuo wa Kristo Yesu, tumaini letu la uzima milele. So tunatumaini la kuishi milele. Hapa sio mwisho wa maisha yetu. Tunasema hivi, tunakimbilia tunaenda huko. Yohana 11:25 mpaka 26. Yesu akawaambia, mimi ndimi ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Yesu akawaambia, mimi ndimi ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa ataishi, atakuwa anaishi. So ufufuo wa Kristo Yesu ni ishara kwetu ya matumaini ya kuishi milele. Kwamba kama hakuweza kufa akabaki huko, na sisi hatuwezi kubaki huko. Amen. Na sisi tunamwamini yeye atatuibua tu. Tunaishi wapi? Milele, eternity. Hakuna mwisho, ni milele. Hebu imagine kuishi milele pamoja na Kristo. Kuishi milele na asili yako. Unaishi milele na aliyekuumba. Kuna mtu anawaza, watu watakuwa ni wengi, pengine mimi nitashindwa kuona. My friend, roho haichukui nafasi. Sasa hivi tukimfanyia mama Ilomo operation pale, hatutakuta kinachoitwa roho. Tutakuta ndani yake roho. Hatukuti roho. Ila moyo, mbinguni zinaenda moyo, zinaenda roho. Tukifanyia mtu operation roho tunaikuta. Kwa maana ni kwamba roho haichukui nafasi, kwa sababu roho ni pumzi ya uhai. Pumzi ni hewa. Sio hapa nilipo hapa hivi. Kuna watu wako hapa wengi, watu wengi sana wako hapa. Hapa hivi malaika wapo, viumbe wapo rohoni. Sio mna kusema hivi, jamani mimi nitakuwa simuoni Mungu, nitakuwa bekaa mbali. My brother, my sister, hii mimi unayoiona haitakuwepo kule. Sio tutakuwa ni roho, na bahati nzuri roho haichukui nini? Nafasi. Hapa penye ninapoongea hapa, kuna viumbe hapa. Umilele. Uko ndani ya Kristo Yesu. So umeahidiwa kuishi milele. Ni raha tupu. Hakuna magonjwa, hakuna kuamka asubuhi, hakuna usiku, hakuna mchana. Yaani pale hali iliyopo ndio hiyo. Hakuna kuwaza mwanangu, hakuna kuwaza ndugu yangu, hakuna. Lakini lazima uwe msafi sasa ili uingie kule. Na haina maana yoyote ukatajirika duniani hapa, ukawa na hela, ukawa na kila kitu. Alafu eti kwenye mji wa milele haupo. Yesu mwenyewe aliwahi kusema hivi, msifurahi kwa kuwa mapepo yanawatii. Hiyo sio la maana sana. Ila furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa kwenye kitabu cha uzima. So kumbe hata mimi sitakuwa na maana kuhubiria watu takatifu. Alafu mimi mwenyewe siuishi. Maana yake na mimi kwenye kitabu cha uzima jina langu halitakuwepo. Ina maana gani? Yaani wewe uende mbinguni afu mimi nisiende, afu mimi ndo nakuhubiria utakatifu. Lazima na mimi ningangane. Na tunakuwa watu kwa Kristo, tunakuwa kila siku tunakuwa. Jana umekosea, usibaki kwenye makosa. Toka kwenye makosa, songa mbele. Ukikosea tena, nyanyuka, songa mbele. Tumepewa nafasi ya kukosea. Biblia inasema mwenye haki wangu ataanguka mara 7. Mwisho kuanguka ni mara ngapi? Sasa wewe anguka ya 8. Na utajua kama hii ni ya 7, anayejua ni yeye, anayehesabu. Kwa sababu sio kila mwanguko ni anguko la Mungu analolihesabia. Kwa hiyo mianguko mingine ni uzembe. Yaani eti mimi nampigia mtu, Sister Joy, uko wapi? Niko sehemu fulani. Tuonane sehemu fulani. Naonana naye, nafanya upuuzi wangu. Alafu nikitoka, Mungu Baba, naomba unisamehe nimeanguka. Hivyo nimeanguka. Mimi nimejiangusha mimi mwenyewe. Kwa hiyo Mungu ahesabu. Kwa hiyo anasema mwenye haki wangu ataanguka mara 7. Anayehesabu aina ya mwanguko ni nani? Ni yeye. Kwa sababu sio unayehesabu kwamba mimi nikihesabu vizuri kuanguka kwangu ni mara 3 tu, bado 4. Pengine ushazimaliza, ndio kwanza hesabu umemaliza jana. Sio ushamaliza, kwanza leo ishi maisha matakatifu. Kwa hiyo anayejua ni mwanguko upi ambao yeye anahesabu ni nani? Ni Mungu. Kwa sababu ndio amesema mwenye haki wangu kuanguka mara 7. Sasa wewe jiangushe, alafu sema ndio kwanza ya 2, ndio kwanza ya 3, ndio utajua kwamba ushazimaliza zote 7. Ndio kwanza hivi kwa ya 9 ambayo ushapotezwa wewe, haujulikani. Yesu amefuka sawa. Je, wewe umembeba ndani yako? Amefukia wapi? Mimi namuomba afuke ndani yangu. Sijui kwa upande wako wewe. Amen.